Bwana, nakumbuka kama ni miaka miwili hivi imepita. Mzee mmoja, bwana mmoja wa makamo alinicheki, nikawa nimeongea naye, akaniambia kwamba ana binti yake ambaye ana ndoto ya kuandika kitabu. Sasa akaomba niweze kukutana naye, niweze kuongea naye na niweze kumpa mwongozo wenye hatua kwa hatua wa namna anavyoweza kuanza kuandika kitabu chake mpaka akaweza kukikamilisha. Of course nakumbuka tulifanya hivyo, sikumbuki tarehe rasmi, lakini tulifanyia Mlimani City. Tulifanyia mazungumzo yale pale Mlimani City, nikaongea na yule binti, nikamwelekeza na leo takriban miaka miwili sasa, yule binti katika graduation yake leo anahitimu kidato cha 6 na at the same time leo anazindua kitabu chake ambacho amekiandika, kitabu chake cha kwanza. Kitabu kinaitwa Kijana, Jitambue, Jithamini, Jielewe, Jikubali. Kijana, Jitambue, Jithamini, Jielewe, Jikubali. Ni moja kitabu kizuri sana ambacho tutakiona hapo baadaye kina nini ndani yake na mambo mazuri ambayo sisi wenyewe pia tunaweza tukanufaika nayo kutoka katika hiki kitabu. Lakini kabla ya yote ningependa tupige story 2-3 pamoja na mwandishi, lakini pia pamoja na mzee wake ambaye mara ya kwanza kabisa aliweza kunikutanisha na binti yake, nikawa nimeweza kumpa mwongozo wa hatua kwa hatua nini afanye ili aweze kuandika kitabu chake. Hapa nampigia mzee wake na naona simu inaita. Hebu tuone kama anapokea hapa. Simu inaita. Wapo kwenye graduation. Leo ni graduation ya huyu binti ambaye ni mwandishi wa kitabu. Amepokea. Bwana William Luka. Hello? Neema. Huyu ndiye sasa mwandishi, ndo mwandishi wa hiki kitabu na tupo naye moja kwa moja hapa live. Neema, tupo kwenye kipindi hapa na tulikuwa tunapenda kuongea na wewe mambo 2-3 kuhusiana na hiki kitabu chako ambacho umekiandika. Kwanza nichukue nafasi kupongeza kwa kuhitimu kidato cha 6. Hongera sana. Asante. Unajisikiaje katika siku hii muhimu sana ambapo unafanya graduation yako? Unajisikiaje katika siku muhimu kama hii ambapo unafanya graduation yako? Najisikia vizuri. Okay, sawa. Na umejisikiaje zaidi hasa ulipoona kwamba na kitabu chako pia kinazinduliwa katika siku kama ya leo? Okay, nasema kwamba umejisikiaje hasa ulipoona pia unazindua kitabu chako katika siku muhimu kama hii ambapo unafanya mahafali ya kuhitimu kidato cha 6? Samahani, ngoja niende sehemu yenye utulivu hapa, nipo pana kelele. Okay, sawa. Hebu sogea sehemu yenye utulivu kidogo ili tuweze kuongea na kuelewana kwa mambo kadhaa ambayo tutazungumza hapa. Sawa. Sawa, usikate simu. Sawa. Kwa hiyo anasogea sehemu ambapo kuna utulivu kidogo ili tuweze kuongea na tuweze kuelewana. Lakini by the way iko hivi. Hapo upo tayari? Hapo upo tayari? Ndio, nipo tayari. Okay, sawa. Nilikuwa nasema kwamba unajisikiaje unapohitimu kidato cha 6 lakini pia unapozindua kitabu chako, hiki kitabu chako cha kwanza kabisa, umejisikiaje? Najisikia vizuri, namshukuru Mungu. Okay, vizuri sana. Hapa mimi ninacho hiki kitabu chako cha Kijana, Jitambue, Jithamini, Jielewe, Jikubali. Unaweza ukamweleza labda mtu yeyote ambaye anatizama hii video kwa ufupi, labda hiki kitabu chako
yani kinazungumzia nini, au mtu anaweza kupata nini kutoka katika hiki kitabu? Mtu anayesoma hicho kitabu kama kijana na mtu yote ambaye anakisoma anapata kujielewa kwamba yeye ni kijana, anatakiwa kujielewa, kujithamini, lakini pia kujikubali. Na katika hayo yote kuna kijana pamoja na Mungu, kwamba kijana au mtu yote bila Mungu hawezi chochote. Kwa hiyo ndani ya kitabu mtu anapata kujielewa yeye kama kijana, kusudi la Mungu ndani yake ni nini na inatakiwa afanye nini akiwa hapa duniani. Katika kulitimiza hilo kusudi la Mungu, hapo ndo anapata kuna kujielewa ndani yake, kujitambua na kujithamini. Lakini tunaona pia sisi kama kijana unaweza kumtumikia Mungu kwenye hii dunia ya sasa. Dunia imebadilika, lakini Mungu wetu hajabadilika. Kwa hiyo tunajifunza jinsi ya kumtumikia Mungu, kuendelea kumtumikia Mungu katika hali yoyote. Okay, vizuri sana Neema. Na nini ulikuwa ni msukumo wako hasa wa kuandika hiki kitabu? Kwa nini ulipata wazo la kuandika kitabu kuhusiana na kijana na sio kitu kingine? Nilipata wazo la kuandika kitabu ambacho kinamhusu kijana baada ya kuona maisha ya vijana jinsi tunavyoenenda. Tunaona kuna vijana anaweza kuwa na tabia mbaya au alikuwa mtumishi Mungu, lakini baadaye akabadilika akamgeukia Mungu. Lakini wapo wengine ambao walilelewa kwenye maadili ya kumjua Mungu, lakini baadaye akabadilika. Nikaona ni vyema niandike hicho kitabu ili kijana anaposoma ajielewe kwamba anatakiwa asimame katika msimamo wake sahihi. Okay, sawa sawa. Kwa hiyo ujumbe mkubwa katika hii kitabu ni kwamba kijana aweze kutambua kusudi lake la maisha na aweze kuliishi bila kuteteleka. Ndio. Okay, sawa sawa. Na labda kwa mtu ambaye ni kijana na labda anataka kupata mwongozo kuhusiana na maisha, namna anavyoweza kuyaendesha maisha yake na vitu gani aweze kufanya katika maisha yake, hiki kitabu kitamfaa labda kijana ambaye labda pia amekengeuka, ameanza kufanya vitu ambavyo vya hovyo, anavuta bangi, anavuta sigara na kunywa pombe. Hiki kitabu kitamfaa kweli? Kinamfaa, ndio. Okay, sawa sawa. Basi vizuri. Na una ujumbe gani labda kwa vijana siku ya leo unapohitimu kidato cha 6, lakini pia unapofanya uzinduzi mkubwa wa hiki kitabu chako cha kijana? Ujumbe ambao nao kwa vijana leo ni kwamba kila kijana asimame kwenye kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yake, lakini kwenye kusimama huko kijana ajielewe, ajitambue, ajithamini, lakini ajikubali. Maana akijikubali yeye kwanza, ndipo wengine wataweza kukubali na hayo ambayo Mungu amekusudia ndani yake yataweza kutimilika kwenye maisha yake. Kwa hiyo ujumbe wangu ni kijana asimame na Mungu. Okay, sawa. Kwa hiyo kijana ajitambue, ajithamini, ajielewe, ajikubali. Kijana asimame na Mungu. Ndio. Basi vizuri sana Neema. Neema una miaka mingapi? 21. Miaka 21. Binti miaka 21 anazindua kitabu chake cha kwanza. Nakumbuka tulikutana ilikuwa ni mwaka juzi tulipokutana Mlimani City. Tuliongea tukufanikiwa kufika. Ndio, mwaka juzi. Mwaka juzi tulikutana Mlimani City ilikuwa. Sawa. Kwa hiyo una mpango wa kuandika vitabu vingine zaidi ya hiki? Ndio, ninao mpango huo na ninaendelea. Vizuri sana Neema, nikupongeze sana na nikutakie kila laheri katika siku yako hii, lakini pia niwakaribishe sasa wasomaji waweze kujipatia nakala ya hiki kitabu, na moja kwa moja namba ya simu ambayo mtu yeyote anaweza kutumia ni 0715 010 979. Hii namba mtawasiliana na mzee wake, au Neema una namba ya kwako kabisa? Ninayo, lakini kwa sasa siitumii kwa sababu niko shule. Okay, sawa. Nadhani kwa hii hapa mtawasiliana na mzee wake na mtaweza kujipatia kitabu popote pale mtakapokuwa. Asante sana Neema, na tunakutakia kila laheri na tunatamani sana kuona vitabu vingine kutoka kwako. Asante, barikiwa.
Asante sana. Yuko wapi mzee Mliuka? Huyu hapa. Tunaongea na mzee wake mara moja hapa. Mimi hapa naitika. Na mzee Mliuka, ongereni sana bwana. Keki mmemaliza? Keki mmemaliza keki? Keki bwana, hao mimi nawaachia. Hao wamechakula keki kama 8 hivi mpaka leo. Ambao nimewanunulia mimi. Kipindi cha pili. Sawa mzee Mliuka, tulikuwa tunarekodi kipindi hapa kwa ajili ya kuja kurusha kwenye mitandao kuhusiana na kitabu cha Neema. Na tumefanya naye mazungumzo mafupi. Sijajua wewe labda kama mzazi wake una kipi cha kusema kuhusiana na uzinduzi wa hiki kitabu cha Kijana Jitambue, Jithamini, Jielewe na Jikubali. Ukweli ni kwamba mimi namshukuru sana Mungu hasa kwa hatua hii ya leo, kwa sababu Mungu alikuwa anatimiliza agano letu. Leo agano letu lile limetimilika. Mimi nilimwambia kabla hajamaliza form 6 awe ameandika vitabu viwili, na leo kitabu kimoja kimekamilika. Yaani nimekipokea kutoka kwako kiwandani, nimekifikisha ukumbini, na ukumbi wa wanafunzi, wazazi, walimu wameona kitu cha tofauti sana na wamefurahia sana. Na kutoka hapo Kijana wamempongeza sana, kwa sababu haijawahi kutokea mhitimu form 6 ameandika kitabu kama hicho. Yaani kwa ujumla sio kitabu kama hicho, yaani kitabu kwa ujumla hakuna aliyewahi kutokea kuandika kitabu. Kwa moja ya vitu ambavyo nimefurahi ni kwamba mimi nimetekeleza kile nilichoahidi kwamba nitasapoti uandishi wake, na kweli amefanya. Na mimi na kwa pamoja leo bila shaka tunauza kopi 20. Hizo ndio tunauzwa. Okay, sawa. Yes. I say hongera sana. Tumekuwa tunawasiliana mara kwa mara kuhusiana na uandishi wa kitabu kwa muda kidogo, tokea kipindi kile nilivyokutana na binti yako Mlimani City kuhusiana na uandishi wa vitabu. Nikaongea naye, nikamwelekeza, na baada hapo ameendelea kuandika. Inaonekana umekuwa unapambania sana ndoto yake ya yeye kuwa mwandishi sana. Na kwa nini nimekuwa nimepambania sana? Ndiyo. Ana vitabu na nimependa sana kuandika vitabu. Okay. Zamani familia yangu wawe waandishi wa vitabu. Okay. Hadi vitabu inabidi wasome sana. Vile nilipokuwa nanunua vitabu, kwa sababu bahati nzuri pia mimi ni wakala wa waandishi wa vitabu. Kwa hiyo mimi nauza vitabu vya waandishi. Okay. Sasa wakati nauza vitabu vya waandishi, wakati nikiendelea kusoma nasema hivi, kwa nini mimi niuze vya wenzangu tu? Nikasema hapana, na mimi siku moja lazima niandike cha kwangu. Ndiyo. Nafikiri kuandika cha kwangu jumlisha majukumu nilionayo, naona majukumu yananipokea, majukumu yananishika mkono. Alipojitokeza huyu, kwa vile nilivyomshauri na vile mwenyewe alivyoshawishika, aliposema na akakubali. Ndiyo. Nataka nitumie kuandika kitabu changu, nitumie kwa kumsapoti yeye, atoke kwanza yeye. Okay, sawa. Hiyo ilikuwa ndio maana yangu, na ukweli leo, na pia sio mimi tu, pia na mimi nikupongeze na wewe, kwa sababu mtazamaji kafurahia kitabu, wazazi wamekipenda kitabu, walimu wamekipenda, mgeni rasmi amekipenda, na wanafunzi wamekipenda na wamenunua, na kimekuwa na uandishi mzuri. Sawa Okay, sawa. Ya, hivyo. I say, basi vizuri sana. Wewe pia umekuwa na ndoto ya kuandika, lakini mwanao sasa naona amekupikwa hapo, amekuwa wa kwanza kuandika kitabu. Ndio, na wakati mwingine ukifurahia tu wewe kuwa kileleni. Ndio. Ipo
ya furaha ambayo wewe unafurahia. Ndiyo. Kapita mikononi mwako, yuko kileleni wakati kapita mikononi mwako, pia ni furaha. Sio haina haja ukafurahi kuwa kuzaa makoza, yaani sawasawa na umezaa kisichozaa. Ni mzazi yoyote mwenye anafurahi kuona mbegu yake inazaa. Okay, ni kweli kabisa. Basi vizuri sana Bwana Mliuka. Una ujumbe gani labda kwa mtu ambaye anatusikiliza hapa na anafuatilia haya mafunzo kwa njia ya mtandao? Ujumbe wangu ni kwamba kwanza mtu yoyote anayetaka kufanya vizuri ajifunze kupenda kusoma vitabu. Ni moja ya jambo la msingi na la maana ni kufanya kitabu kuwa rafiki. Yaani kama kuna vitu nilikuwa nawaambia hata wanafunzi hapa kwamba rafiki wa kwanza mzuri, rafiki mwenye ambaye anaweza akakushauri vizuri ni kitabu. Kwa hivyo hawa watu wengine, kama kuna watu wanaonisikiliza kwa njia ya mtandao, na washauri wasome vitabu kwa bidii, kwa sababu vile wanavyosoma ndivyo watakavyokuwa. Huwezi kuwa kile ambacho hujasoma. Na huwezi kuwa zaidi ya mawazo yako, yaani vile ulivyo inategemeana na mawazo yako. Sasa mawazo mengi tunawapata kwa wenzetu waandishi walioandika vitabu, kwa sababu kama huyu amesoma vitabu mpaka sasa hivi vitabu zaidi ya 84. Okay. Na sasa kama hujasoma utatoa nini wakati huna kitu? Ndio. Kimtokacho. Ya kweli kabisa. Yes, huwezi kutoa hamna. Sahihi kabisa. Yaani tusome vitabu. Mwandishi mmoja anasema read the book anytime and every day. Sawa. Naam. The more you smart, more become. Ndio. Utakapokuwa bora. Wewe soma tu. Okay, sawa. Yes. Bwana Mliuka, mimi nakushukuru sana. Asante sana kwa muda wako. Naona mnaendelea kuenjoy hapo, nasikia muziki kwa mbali. Ni kweli sherehe imepamba. Safi sana, niwatakie kila laheri. Asante sana, na mimi niwatakie kila laheri, lakini pia niwaambie niwatakie mapambano mema, kwa maana usipopambana huwezi kushinda. Lazima upambane kushinda. Yaani pambana ushinde, hakuna kushinda bila kupambana. Shukrani sana. Asubuhi wacha shuka, unaagana na shuka kwenda kutekeleza majukumu yako, yale ni mapambano. Okay, ni kweli kabisa. Yes. Shukrani sana Bwana Mliuka, na uwe na wakati mwema. Asante, uwe na mapambano mema pia. Shukrani sana. Okay, sawa. Nadhani tumeweza kuzungumza na Bwana Mliuka. Of course siku za nyuma nilikuwa nikizungumza na Bwana Mliuka, kana ananiambia kwamba yeye katika vitabu vyote anavyonunua ni msomaji mzuri sana wa vitabu, na huwa anahakikisha kabisa na watoto wake wamevisoma. Kwa hiyo kwenye library yake ameweka vile vitabu, binti yake huyu pamoja na watoto wake wengine anahakikisha kwamba wao pia wanavisoma. Nadhani pia huu ni ushauri mzuri kwa wazazi, hasa tunavyojenga kizazi kijacho cha watoto wanaojitambua, watoto wanaojielewa, watoto wanaoweza kufanya vitu vikubwa kama hivi hapa. Of course sio lazima kila mtoto aje kuwa mwandishi, andike kitabu kama hiki alichokiandika Neema, lakini kama tunataka kuandaa kizazi cha kesho cha watoto wanaofikiria, watoto wenye fikra za tofauti, nadhani ni muhimu sana tukaanza kuwajengea msingi sahihi, na hasa kupitia usomaji wa vitabu kama hivi. Kama tunataka kuandaa vijana wazuri watakaolijenga taifa la kesho, kwa sababu tunafahamu kwamba kijana ndio muhimili muhimu, kijana ndo anaijenga kesho, kijana ni mtu muhimu sana, na hata tunasema kwamba vijana ni taifa la kesho. Kwa hiyo binti miaka 21 ameandika kitabu hiki hapa. Hakikisha kwamba unajipatia nakala yako mapema sana. Namba nimekutajia, ngoja nikutajie tena namba. Kuna Tigo hii 0715 010 979,
au Voda 0757 010 979. Sasa tunaenda kuwa tunakichambua hiki kitabu. Kitabu kina sura 6. Tunaenda kupitia sura ya 3 na tunaenda kuijadili. Kuna watu kadhaa hapa utawaona wanaenda kuijadili sura ya 3 kwa undani na kukupa mambo kadha wa kadha yaliyo katika hiki kitabu. Kwa hiyo katika session inayofuata baada ya hapa tunaenda kujadili hiki kitabu. Lakini kwanza labda nikuonyeshe yaliyomo, nikutajie yaliyomo. Sura ya kwanza amesema kijana dunia ni ya Kristo. Sura ya pili kuna of course 1.1 kijana katika kumtumikia Mungu, 1.2 kijana simama imara na Kristo, 1.3 kijana katika kuitii sauti ya Kristo, 1.4 kijana katika neno na maombi, 1.5 kijana na Roho Mtakatifu. Sura ya 1.6 kijana katika nyakati za mwisho, bila Yesu ni hatari. Sura ya pili kijana Mkristo kuwa mfano bora. 2.1 chagua maneno ya kuongea. 2.2 jiweke safi kimwili na kiroho. Sura ya 3 yajue haya kijana, ambapo 3.1 kijana umeaminiwa. 3.2 bidii utajirisha. 3.3 tafuta yaliyo haki. 3.4 epukana na makundi mabaya. 3.5 chagua njia sahihi. Sura ya 4 kijana unasomekaje. 4.1 wewe unajionaje. 4.2 jamii na kuangalia vipi. 4.3 Mungu anakuonaje. Sura ya 5 uchaguzi wa kijana, chagua kitu sahihi cha kufanya. Hiyo ni 5.1. 5.2 chagua watu wa kwenda nao. 5.3 usikubali kujifananisha. 5.4 wewe ni nani. 5.5 jua kilichopo ndani yako. Kuna hii iga ufe, iga waibike. Hiyo ni 5.5. Sura ya 6 vijue vitu viwili kutoka kwako, ambapo cha kwanza ni udhaifu na cha pili ni uimara. Of course mwandishi Neema William Mliuka ameeleza kwa undani sana kuhusiana na kijana, na ni moja ya kitabu ambacho binafsi na recommend kijana yeyote aweze kukipata. Mzazi uweze kukipata pia kwa ajili ya kijana wako. Nina uhakika kitakuwa ni moja ya kitabu ambacho kitawasaidia sana vijana wako. Walimu kipate kitabu kwa ajili ya wanafunzi wenu huko mashuleni. Walezi kipate. Yaani kipateni hiki kitabu, ni kizuri sana na kitawasaidia sana. Tukutane katika session inayofuata ambapo tunaenda kujadili kwa undani zaidi hiki kitabu, na tutajadili specifically sura ya 3 ya hiki kitabu na kutoa maoni yetu, nini hasa mwandishi ameandika na nini hasa tunajifunza kutoka katika hiki kitabu. Mimi naitwa Godius Rweyongeza.